baada ya wachungaji kugusa nyumbani kwangu, kuna mambo yalikuwa hayaendi vizuri. Baada ya wachungaji tu kugusa ndani mwangu na kutamka neno, siku ya kwanza walipogusa nilikuwa na vifaranga 6, na maanisha kuku walikuwa 6. Mama aliingia kwenye banda la kuku akatamka juu ya wale kuku. Akaniambia, mwanangu, baada ya muda huku ambako umepanda maua utakuja ujenge na mabanda mengine kuku watakapokuwa wengi. Ninamshukuru Mungu, ule unabii wa mama alivyotamka ulitimia baada ya mwezi mmoja. Ungeniongea hata kawimbo tu kidogo mimi nicheze, maana nafikiria kama ibada ingeisha tu hapa. Sijui. Ninachojua Mungu amefanya. Mwanangu, ile ni maajabu. Kwa hiyo kutoka zile kuku ambazo mtumishi alikuwa anakanyaga, zilikuwa ngapi? Zilikuwa kuku 6. Sio miezi mingi. Sasa hizi unazo ngapi? Sasa hivi na 106 mpaka sasa. Mwingine tunamwambia, wewe nilikufuga fijo isapi isepole tuiputepo pakaja kutitoea ameni amina. Wewe nilitukole lepo tuisepo tuipute amina. Mchungaji amkuisa kuku zinakufa zote urufa rukenda rukamara siosa baba wale nasho bakanaja nenguko na jimo leno bararusi bari nenguko na jimo. Naongea ukweli, nilipita kwa rafiki yangu pale aliniambia, ona na tuitone nilino sisiere posilipo ate one polino kuhusi yangu sikokopa miyake sikuli pomba jope na atile kwezi onkorero mwamlimo tikuiti jo uombepo ate amina mchungaji. We uju mwite amina mchungaji. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Je, Mungu tunaye wakati mwingine unahitaji jambo dogo tu. Nimesema kuna mahali wakati unafundisha, unafanya biashara, unafuga, lakini watu